Tunaendelea na macronutrients ya mwisho hapa ambayo tutaizungumzia hapa ni protini. Maana kama tulivyosema, protini ndio inayotengeneza misuli yote ya mwanadamu. Kwa hivyo mahala pote utakuta kwamba protini inachukua nafasi kubwa ndani ya mwili wa mwanadamu, na tishu nyingi za mwili wa mwanadamu zimetengenezwa na protini. Sasa protini hizi tunazipata wapi? Taban, tunaipata katika nyama. Kwa hivyo kuna protini ambazo asili yake ni wanyama, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, mataa lakum wa li an'amikum. Kwa hivyo kula wanyama, ile nyama ambayo ni nzuri ni sababu ya kupata protini na ni muhimu katika kujenga mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo tuna mayai, tuna maziwa, tuna kama vile tunavyosema kuku, tuna samaki na kadhalika. Lakini pia tutatanabahisha hapa kwamba kuna baadhi ya vyakula ndani ya ambao tutakuja kuelezea kwa nini vimekuwa ni halali, kwa nini vimekuwa ni haramu, kwa nini baadhi ya vyakula ndani, kwa mfano ndani ya vyakula vya baharini tunatakiwa kula samaki wenye magamba, na sio kila samaki tunaweza kula. Na pia vile tunasema wako kama vile pweza, watu wanakula, lakini hivi vyakula vimekatazwa katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sio tu kwa Waislamu, lakini katika vitabu vilivyotangulia katika Taurati utakuta kwamba ndani ya maji wanaliwa ni samaki wenye magamba na wale prawns, lakini vile vingine tunasema mangisi, mapweza, wale makaa, si vyakula vizuri vya mwanadamu kula, si vizuri kwa ajili ya mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo inatakiwa tujiepushe na vyakula hivyo. Lakini kama tunavyojua, kuna watu wengi ambao wanakula vyakula hivi, na kuna wengine wanavila kwa sababu maalum ambazo tutazitaja inshallah baadaye hapo. Sasa na pia tunaona kwamba kuna protini ambazo zinazotokana pia na mimea, ni kama vile utaona tunasema nafaka mbalimbali. Ukila maharage kwa mfano, maharage yana protini nyingi sana, lakini tunasema ni protini inayotokana na mimea. Kwa hivyo mimea mbalimbali, cha msingi ni kwamba Mwenyezi Mungu ameweka vitu hivi ambavyo tunasema ni macronutrients. Yani ukizungumzia protini, ukizungumzia mafuta, ukizungumzia wanga, vyote hivi amevigawanya kwa asilimia maalum katika mimea na katika wanyama, ili mtu unapotaka kula uhakikishe kwamba unakula vitu tofauti ili uweze kupata vitu hivi. Ukikusanya kwa mfano, umekula maharage, umeweka mchicha hapa, umeweka wali hapa. Ndugu zangu, kuna wali ambao haujakobolewa, na tutakiwi kula wali uliokobolewa. Umekula ugali wako ambao haujakobolewa, umekula kwa mfano mkate wako wa chapati ambao ni wa atta ambao haujakobolewa, unakula chakula ambacho ni kizuri. Alafu umekula pia ukawa na salad yako hapa, alafu ukawa na manake ukawa na mboga yako hapa, iwe ni nyama, iwe ni samaki, ni kitu gani imetengenezwa vizuri, alafu ukawa na matunda yako hapa, alafu ukawa na maji yako hapa. Unakuwa na vile, yani hivi tunavyozungumza, yani unazungumzia protini, unazungumzia mafuta, unazungumzia wanga, unakuta kwamba umevikuta hapa. Lakini pia una zile micronutrients ambazo ni vitamins, una minerals ambavyo vyote vimejikusanya hapa. Kwa hivyo ukija na vyote viko katika vitu hivi. Kwa hivyo ukija ukiangalia kiujumla, ukiangalia kwamba vile vyote unavyohitaji kwa ajili ya mwili wako umevipata hapa kwa kile kiwango kinachohitajika. Huu ndio mlo ambao tunasema ni mlo ambao unaohitajika. Ndugu zangu, mlo unaohitajika ni ule ambao Mwenyezi Mungu ametusifia ndani ya Qur'ani, na tuelewe kwamba ni kwa hekima zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia vyakula hivi mbalimbali. Kwa hivyo sije mtu akaanza kusema unajua hii tena imekuwa too much, unaona bwana, mbona mnaweka vitu vingi hapa, mimi nitakula vyote hapa. Unatakiwa ule
Unatakiwa ule ili uweze kukidhi yale mahitaji ya mwili wako. Hii ni hekima ya Mwenyezi Mungu, alikuumbia vitu hivi mbalimbali. Unatakiwa upate vitu vyote hivi. Sasa wewe ukila alafu chakula chako hakina protini mathalan ya ukutosha kwa siku hiyo, hauna kwa mfano madini yanayokutosha ya chuma siku hiyo, hukupata vitamini ambayo inakutosha, kadri unavyozidi kuendelea hivi, rafiki yangu, utafika mahala ambapo lazima utamuona daktari. Hauli matunda, hauli mboga, unakula namna hii, iko siku utakwenda kumuona daktari. Kitu gani unaumwa? Unaona hii napata bleeding hapa kwenye ufizi wangu, alafu meno yanatikisika. Ala, meno yanatikisika sababu nini? Anakuangalia daktari, anakuandikia. Unajua anakuandikia nini? Anakuandikia karatasi, na kila anachokuandikia ni aina fulani, sijui nisemeje, lakini ni aina fulani ya kukuambia wewe ujinga wako umekuleta hapa. Anakuandikia vitamin C, nenda kanunue vidonge pale, kisha anakuambia bwana, kula matunda ili haya matatizo yasijirudie tena, au vinginevyo utakula dawa kama chakula. Ndugu zangu, ni swala muhimu kula chakula, kula mlo kamili. Huku ndiko kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwekea vyakula mbalimbali, na tujenge utamaduni mzuri wa kujua lishe na kula chakula kilichokuwa bora, chakula ambacho ni balanced diet. Ni hivi ndivyo tutakavyokuwa na familia iliyokuwa bora. Watoto wanalelewa wakiwa na nguvu, watoto wakilelewa wakiwa hawana magonjwa. Kwa hivyo familia tunaweza tukawa na pesa zetu, sio kuzipeleka hospitali kila wakati na kupoteza muda kwenda hospitali. Lakini pia ni watu wenye kuwa na afya njema ndio wanaweza kufanya kazi vizuri na wakajenga taifa na kuendelea vizuri. Walioendelea, familia zilizoendelea ni zile ambazo zenye kuwa na siha mzuri. Kuna ndugu watatu ambao hawaachani. Hawa ndugu watatu ni magonjwa, ni umaskini na ujinga. Wako pamoja, hawa wanakwenda pamoja. Na utaangalia hawa ni marafiki sana, ni ndugu. Kwa hiyo tumesema ni ugonjwa, umaskini, ufukara, na kingine ni nini? Ni ujinga. Wanakwenda pamoja. Kwa hiyo tujiepushe mambo haya, tuweze kuwa ni watu wenye kuwa na maendeleo na wenye kujenga taifa lililokuwa lenye maendeleo na lenye kusonga mbele. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.